nyumbani, mlinde mtoto atimize ndoto, mlinde mtoto akiwa shuleni, mlinde mtoto atimize ndoto. Tumwache mtoto asome shule, tumwache mtoto atimize ndoto zake, tokomeza ukatili. Habari zenu? Marhaba. Kaeni. Naona mpo mnajisomea. Tunu? Abe mwalimu. Nifuate ofisini. Najua lakini ngoja. Tunu. Njoo. Nisikilize, sawa? Sogea. Usiniogope. Mimi si mwalimu wako. Usiniogope. Jiamini tu. Mwalimu, sitaki, mimi bado mdogo. Nisikilize tu. Wewe umekwisha kuwa. Wewe sasa hivi sio mdogo. Sio unajiona kila kitu kipo. Nisikilize. Ukinikubalia mimi, ukiwa tu pande wangu, kila kitu nitakuweka sawa. Mitihani yako yote utafaulu. Umenielewa? Umenielewa vizuri? Mimi tu nikwambie ukweli. Yaani wewe kati ya mabinti wazuri hapa shuleni, wewe namba 1. Yaani wewe ni mzuri kuliko wote. Kwa hiyo ukiwa na mwalimu kama mimi, yaani kila kitu nitakuweka sawa. Sawa? Kwa hiyo sogea. Bwana mwalimu. Kidogo. Mlinde mtoto akiwa nyumbani, mlinde mtoto atimize ndoto, mlinde mtoto akiwa shuleni, mlinde mtoto atimize ndoto. Tumwache mtoto asome shule, tumwache mtoto atimize ndoto zake, tokomeza ukatili, tokomeza ubakaji. Tunu, mbona unalia? Tunu, mbona unalia? Niambie basi nitakusaidia. Mwalimu amenislami nivutia ofisini mwake na kuanza kunipapasa. Halafu na kaniambia kuwa nikiwa mpenzi wake atanifaulisha kwenye mitihani. Sasa sikia, ili jambo kuna mtu yeyote tofauti na mimi uliyemwambia? Hapana. Na kwamba usimwambie mtu mwingine, sawa, ili jambo. Halafu nitalishughulikia.
Basi futa machozi uende darasani. Mlinde mtoto akiwa shuleni, mlinde mtoto atimize ndoto. Hivi mwalimu na shida nini? Nani? Mimi? Mimi niko sawa. Mimi sina tatizo lolote. Mimi niko sawa kabisa. Ni tabia gani unayoiendekeza? Wajibu wa mwalimu ni kuhakikisha mwanafunzi anakuwa salama. Lakini wewe nimekutana na Tunu pale barabarani analia. Kumbe Tunu. Mwalimu, yani kama ni Tunu uko sawa. Katoka hapa anajiliza. Unajua kiukweli tu mimi nikuambie. Tunu siku hizi amekuwa ni mjinga. Yani darasani yeye na Sifuri ni marafiki. Yani ukigeuka ukapinduka huku Sifuri haya kwake. Mimi kama mwalimu nikaamua kumuita hapa ofisini ili nizungumze naye, nimweke sawa. Nimekosea kuja kuzungumza naye masuala ya kitaaluma? Hapana. Lakini kwa sababu ya paniki zake eti kaamua tu kutoka hapa shwa. Acha uongo wewe. Tunu nimembana ameniambia kila kitu. Unamuita huko ofisini unaanza kumshikashika matiti. Ni tabia gani hiyo mwalimu? Aya we. Tunu si kama mwanao wewe. Geuza picha, yule angekuwa ni mwanao sasa. Umemkuta mwanao anashikwa vile kama ulivyokuwa unamshikashika wewe. Ungejisikiaje au ungechukua hatua gani wewe kama mzazi? Serikali inatupa dhamana sisi walimu kuhakikisha wanafunzi wanakuwa salama. Iweje wewe unavunja uaminifu? Tunatakiwa tuwalinde kama wazazi tunapokuwa nao shuleni. Alafu wewe unafanya upuuzi kwa mwanafunzi. Kweli? Basi pole. Usije ukazungumza sana, watu watasikia huko nje. Pole nini wakati wewe ndio unavuruga? Wewe unafikiri angekuwa mwanao tu, yani angekuwa mwanao tu sasa usikia anafanyia kitendo kama hicho. Ungechukua hatua gani wewe kama mzazi? Najua ningeumia, lakini nitakuwa tayari kukuambia kila kitu. Nitakwambia ukweli, lakini unielewe tu. Ili suala lifanye kuwa siri. Tafadhali, nikwambie tu ukweli. Hiki ni kibarua changu. Ongea sauti ya chini. Asije akatokea mtu huko nje akasikia kuwa unazungumza hivi. Kibarua changu kitakuwa kiko matatani mwalimu. Tafadhali, nakuomba. Nimekosea. Nakuomba ndugu yangu. Kama ulikuwa unalijua hilo, kwani umefanya ujinga kama huu? Hili ni onyo langu la mwisho kwako. Ukirudia tena, taarifa nitazifikisha kwa mwalimu mkuu. Takunyoosha. Asante kwa kunielewa. Asante. Amani maskini ya Mungu, huyu jamani, huyu Tunu anataka kuniharibia tonge huyu. Yani kiukweli, yani unajua, yani kama ni kibarua changu kinaharibika sasa, si ni bora tu mara 100 ningekuwa nimesha. Kumbe hii mboga ilitaka imekaukia. Imetaka kuungua, niko hapa. Kumbe hii mboga haina chumvi, nimeibandika bila chumvi. Mungu wangu. Jamani. Na chumvi yenyewe kumbe hamna. Tunu. Abe? Hebu njoo. Mami nasoma. Bwana njoo kalete chumvi. Mama nini, njoo kalete chumvi, tutakula mboga isiyo na chumvi. Hebu hai hapa bwana kabla hawajafunga dukani. Njoo kalete chumvi. Mama nini bwana? Njoo kalete chumvi hapo kwa jirani.
Mama, muda huu mbona umeshakuwa usiku? Bwana wewe nenda kwa Hamisi pale ukalete chumvi. Sasa muda huu umekwenda, tufanyeje? Tusile? Mama, sasa hivi usiku nitaenda na nani? Hapa tunaishi na nani? Tuunge madaftari yako kwenye mboga. Utaenda kwani saa hizi usiku sana? Hebu fanya haraka uende bwana kabla hujafunga, shika hela Nenda haraka. Muone. Mama, harakisha. Na ukichelewa wahi kabla hajafunga mwenye duka. Siku nyingine kumbe tutalala njaa. Nilikuwa sijui hata kama chumvi hamna. Jamani, kumbe chumvi imeisha. Makubwa. Sijui hata kutapa wazi bado. Maki usiku na wenyewe umekuwa mwingi kidogo kwa kweli. Mwalimu Hamisi. Mwalimu. Nani tena usiku? Aya we. Kumbe Tunu. Sasa Tunu. Mbona usiku? Umeagiza chumvi. Umeagiza chumvi? Yaani kiukweli nimshukuru mama yako. Amekuleta kwa muda sahihi sana kama huu usiku. Okay. Ya shilingi ngapi? 300. Tunu, chumvi hapa. Sasa, sikiliza. Hapana, hii pesa kaa nayo. Tumelewana Sawa sawa. Lakini ombi langu ni moja tu. Unajua kiukweli, unajua kwamba mimi nakupenda sana wewe. Nakupenda sana Tunu. Wewe ni kama mwanamke kazuri. Yaani udogodogo wako mimi naona nakupenda sana. Haki ya Mungu tena. Haki ya Mungu. Pale shuleni mabinti wote naona kama vile mazombi tu. Yaani nikimwona wote kama wamekoma. Yaani wewe nikikuwa najisikia raha. Mwili mzima raha. Nikubalie. Lakini mwalimu, mimi nimeagizwa chumvi. Sasa si umeagizwa najua. Tunu, kwa shida yako nini? Hii chumvi nimekupatia kwa mapenzi yangu mwenyewe. Na hii pesa pia nakwambia wewe nenda tu, nenda shuleni kale. Sawa? Kama ni miogo nunuatumia. Sawa? Siwezi kurudi nela nyumbani. Wewe Tunu, mbona unakuwa mshamba? Unajua usipende kumchanganya. Sawa? Unataka mimi ndio nakubembeleza wewe? Mimi kukutaka wewe sababu ya nini nakubembeleza kila siku nakulazimisha tu. Kwa nini usikubalie? Tena nisikilize kwa makini. Yaani tena mimi nashukuru kwa sababu umekuja muda mwafaka. Usiku hakuna hata mtu mmoja kukusaidia. Ukikataa kia Mungu nakwambia nakubaka. Nakubaka. Hakuna hata mtu kukusaidia hapa, nakubaka. Kataa uone. Sikilize. Nikubalie. Tumelewana. Nikubalie. Hivi wewe una pepo? Una pepo na kuuliza? Mtu mzima ovyo, tena mwalimu kizingatia. Na wana kijiji wafanye nini kama mwalimu unafanya vitendo kama hivi? Nikufanyeje wewe? Hivi mwalimu, una shida gani na mimi? Shida yako nini kwangu wewe? Mbona mimi sipiti kwenye njia zako? Kila siku unapopita umepita umeweka miguu yako. Shida gani? Nimekukosa nini mimi? Shuleni umenifuata, leo na huko pale unanifuata. Nisikilize. Usio mtoto mdogo. Wewe ni mtu mzima kwa sasa hivi. Katazame. Kabinti kazuri kabisa. Wewe unamwona kuna kipya kijui. Tena katoto kabichi kachanga safi kwa chumvi kanalika. Unanizuia. Niache nile raha zangu usinisumbue. Sikiliza wewe, acha mambo yako. Kuna wanawake kibao kwa mtaani, wengine wa kununua hadi 500 nanunua mwanamke. Isitoshe pale shuleni kuna wanawake wangapi? Walimu tena ambao hawajaolewa. Unashindwa kuhangaika nao, unakuja kuhangaika na wewe mtoto mdogo. Unajielewa kweli wewe? Unajielewa kweli mwalimu, una akili timamu? Wewe nishakwambia usinitishe. Yaani mimi nihangaike na saa 12 zimelala hivi. Yaani kunyanyuka tu, yaani kusimama mpaka mtu anapiga deki. Siwezi. Saa 6. Hii hapa. Kwa hiyo ndio kitu pekee ninachokitaka hiki hapa. Kwaona ukishamtolea saa 6 yake, utatafuta mwingine wa kumtolea saa 6, sio? La yangu mimi kushika saa 6. Saa 12 za nini? Zishalala. Siwezi. Endelea na jeuri yako. Na kuonya tena mara nyingine, endelea na jeuri yako. Usijifanye una akili sana, mwalimu mzima hovyo.
utakula jeuri yako kwa. Tena nisikilize vizuri. Na tukikutana usiniongeleshe, mjinga mkubwa wewe. Mtu mwenyewe umevaa nywele za mbo hizo. Nywele za mzungu. Uo weupe dukani upo. Ungekuwa mwanamke mzuri ingekuwa nywele yako hiyo. Umevaa hilo kichwani. Jinga kweli wewe. Unataka kunisumbua nini hapa? Kila siku unanifuatafuata, unanisumbua. Ujinga wasitaki. Tena tukikutana usiniongeleshe. Mpuzi mkubwa wewe. Tunataka kwenda nenda kusema, nenda kaseme popote. Mimi niko hapa napatikana shuleni nipo. Mtoto atimize ndoto, tumwache mtoto asome shule. Yaani huyu mtoto tangu nimemtuma mboga mpaka imeiva imekaukia, chumvi hakuna, atakuja kuniona leo. Si kwanza ananijua hata hivyo. Yaani leo aliweza kuniona tamtandika. Aha. Tangu nimelituma. Wewe tangu nimekutuma ulikuwa wapi? Niambie umefanyaje? Umesababisha mpaka mboga imetaka kuungua na imekaukia bila chumvi. Ulikuwa wapi niambie? Nasema niambie. Mama samani. Mimi ni mwalimu wake Tunu. Hivi mama, sasa hivi ni saa ngapi? Mimi nitajua wapi? Mimi sina saa. Mama, watoto wanapokuwa shule, sisi ndio tunawajibika kuwalinda. Wakiwa nyumbani jukumu lenu ninyi wazazi kuwalinda watoto juu ya mazingira hatarishi. Na wewe umekaa umetulia kabisa, una hata wasiwasi. Hata akirudi saa 5 ni sawa. Mama, sasa hivi ukatili umezidi. Zidi ya watoto wadogo wa kike na wa kiume pia. Mama, badilika. Tuwalinde watoto. Aya, angalia sasa, nisingekuwa mimi leo kutokea pale kwenye ile tukio. Amefanyaje? Mwana sasa nimemkuta anataka kubakwa. Anataka kubakwa? Wewe, ulitaka kubakwa na nani? Kwa nini waagize mtoto usiku? Na unaelewa dunia imebadilika. Kwa nini mama? Badilika mama, badilika. Sasa mambo yamebadilika. Watoto wanatendewa ukatili. Sio wa kiume, sio wa kike. Wote wanatendewa ukatili. Anatokea mtu mzima anataka kumfanyia. Haya, nisingekuwa mimi. Ingekuwaje? Jamii ingekuchukuliaje? Asante mwalimu, nimekuelewa. Haya basi hapa mtoto wako. Haya asante mwalimu. Haya asante. Haya njoo. Chenzi. Ingia ndani huko. Jioni. Umeenda mwaka mzima umekaa zaidi ya masaa 2. Tangu saa 2 mpaka sasa hivi saa 4. Una akili wewe? Nimemheshimu tu yule mwalimu wako. Leo ungeniona. Sijui ndio tutakula saa ngapi? Tunakula daku, tunakula chakula cha usiku cha kawaida. Tafuta na maji ya kuweka sufuria ya ugali hapo. Tena unakuja kuusonga, nimegaili na kuusonga kwenyewe. Wenzioni wako umlinde, usimfanyie ukatili akashindwa kutimiza ndoto. Tushikane kwa pamoja. Kwanza kabisa, mwalimu nikupongeze kwa ujasiri ulioonyesha wa kuja hapa. Sisi kama dawati la jinsia tuko hapa kwa ajili ya kukemea mambo kama haya na kuyasimamia na kuchukua hatua tukishirikiana na jeshi la polisi ili usitokee tena unyanyasaji kama huu. Kwa hiyo kwanza nikupongeze sana kwa kitendo cha wewe kuja na kufanya hivyo. Hii haikubaliki kabisa. Huyo mwalimu anatakiwa akamatwe. Kwa kweli tunahitaji watu kama nyie katika jamii ambao wataweza kupaza sauti kwa sababu ya watoto wanaoonewa na watoto ambao wanapitia unyanyasaji wa kijinsia wa aina hii. Ni kweli madam. Kwanza mimi nimefurahi sana kwa kunipokea. Wanafunzi wanapokuwa shuleni ni juu yetu kuwalinda dhidi ya vitendo vibaya vinavyowatokea na ukatili wa kijinsia. Maana yule mwalimu nishamkanya sana kuhusiana na ile swala, lakini hakuweza kunisikia. Mpaka kufikia hatua ya kuja hapa nishaongea mpaka nimechoka, nishaona vitendo vingi. Inasikitisha sana. Kwa mimi naomba yule mwalimu akamatwe. Maana nimeshachoka, naumia, simuonei hata huruma. Kwa sababu yeye hana huruma, hakumbuki na yeye ipo siku atapata watoto. Je, angekuwa mtoto wake anafanywa hivi vitendo, angefanya nini yeye kama mzazi? Kwa naumia na uchungu. Sasa mwalimu,
ninaomba unisubiri hapo nje ili niweze kuchukua polisi, askari wa kwenda nayo ili tuweze kumkamata huyu mtuhumiwa. Haina shida madam. Asante sana. Asante sana mwalimu. Mtoto atimize ndoto, mlinde mtoto akiwa shuleni, mlinde mtoto atimize. Wazazi na walezi tushikamane kwa pamoja, tuwale watoto wetu sisi sote kwa pamoja. So namwachia tu mtoto mwenye anakwenda shule na kirudi hauna muda kuchunguza soma nini. Mtoto kwa nyumbani nasomea, mama mwachi na sio kumtuma dukani usiku ni hatari. Mlinde mtoto zidi ya mazingira talishi. Tatizo zazi wengi siku hizi ni wabishi. Yachocheni ubishi watoto wetu tuwale, tuungane kwa pamoja ukatili tukemee, tuungane kwa pamoja ukatili tukemee. Mtoto wa mwenzio ni wako, umlinde, usimfanyie ukatili akashindwa kutimiza ndoto.